Askari wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Pendo Paul, mkazi wa wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu, ameeleza kuwa ana mashaka na usalama wake baada ya kukataa kutekeleza ombi la uhalifu dhidi ya mbunge wa jimbo la Kisesa Mheshimiwa Luhaga Mpina. Kwa mjibu wa Pendo, amesema mnamo Machi 6, 2025 majira ya saa 12 jioni alipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kwa jina la Msambuga, ambaye alimuuliza kuhusu uzoefu wake katika Jeshi la Kujenga Taifa na matumizi ya silaha. Baada ya kuthibitisha kuwa ana uzoefu wa miaka 2, Mbuga alidaiwa kumpa ofa ya kufanya shambulizi dhidi ya mbunge wa jimbo la Kisesa Mheshimiwa Luhaga Mpina na kumwahidi kumlipa kiasi chochote cha fedha anachokitaka. Kwa majina naitwa Pendo Paulo, ni mkaji wa kijiji cha Mgabani, wilaya ya Meatu, mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 3 2025, muda wa saa 12 jioni. Nilipigiwa simu kwa namba 07 52 35 23 51. Na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo. Aliniuliza, bila shaka naongea na Pendo Paulo. Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza, JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka 2. Akaniuliza, unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema nijibu bora usiogope. Nataka nikupe kazi. Mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka, ila nikukabidhi silaha ukafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile. Kama una pesa kawagawie maskini wasiojiweza. Akakata simu. Alipokata simu mimi nikampigia, hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku 4 bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe 11 mwezi wa 3 2025, mida ya saa 5 asubuhi, nilipoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na Afande Shafi. Nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi, niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe 13 mwezi wa 3 nikamtafuta Afande Shafi, nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa. Nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi wilaya ya Meatu tarehe 13 mwezi wa 3. Yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu. Toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu, leo ni siku ya 4, sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mimi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi, kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha, na mimi nikiwa mtoto kutoka familia maskini. Na hivyo nalileta hili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa aliyehusika si mwingine bali ni Msambuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kama mimi nilikataa mpango huo, sijui kaandaa watu wangapi kwa ajili ya uhalifu, au mimi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiriaje. Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari. Naomba msaada kwenu.
Baada ya maelezo hayo, tukafanya juhudi za kumtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu, kamishna msaidizi wa polisi ACP Edith Swebe, ambaye amethibitisha kupokea taarifa hizo na kueleza kuwa uchunguzi bado unaendelea kutokana na unyeti wa swala hilo. Ni kweli tumepokea hizo taarifa na yeye anafahamu kwamba tunaendelea na uchunguzi. Sasa labda tu muombe awe mtulivu wakati taarifa zinashughulikiwa. Lakini kweli tumepokea hizo taarifa. Zingine kuja kwake kituoni, lakini zingine kupitia vyombo vya habari. Sasa haya mambo huwa yanashughulikiwa kisheria. Labda yeye mmemhakikishia usalama kwa kiasi gani ili aweze kupunguza walau mashaka? Lakini licha ya maoni ya wananchi hapa mkoani Tabora, pia tumefanya mazungumzo na kiongozi wa chama cha wananchi kafu wilaya ya Tabora, naye ameeleza namna ambavyo wanauendea uchaguzi huu. Lakini kwa sasa tunahakikisha kwamba Meatu ni salama na Simiyu ni salama. Majimbo yote ya uchaguzi yaliyo katika tumekuwa hatuwezi kufanya kazi kwa kupitia vyombo. Kwamba leo ataibuka chombo hichi, kesho ataibuka chombo kile, wote utaratibu. Mkutano mkuu kwa maana ya kuna kwamba taarifa zilizozitoa ni nyeti na zinashughulikiwa kwa unyeti wao. Hofu iliyopo kwa Watanzania na hofu iliyopo kwenye vyombo. Kwa hiyo mimi niombe tu kutulia, kwa tulivu, kila kitu kiko contain. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabala na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba Fika ofisini kwetu Mwitandala Shopping Center Limited